nilikuwa nataka nitoe kile ile yenyewe mlikuwa mnaongelea ndoa ya Aziz Ki. Ndoa ya Aziz Ki sasa hivi amefunga ndoa. Kwanza Aziz Ki ndio mchezaji wa kwanza hapa Tanzania hapa kufunga ndoa ya kifahari. Ametokea Yanga pale. Safi kabisa. Ni mchezaji gani Tanzania ambaye shaka kutokea kufunga ndoa ya kifahari hapa? Nani? Kama sio Yanga pale. Unajua kama Yanga pale kuna hela pale. Mnakaa kama mnaongelea Aziz Ki kisha kafunga ndoa, simu na wivu, simu nafanyaje? Vitu ambavyo viwahusu. Sasa sisi kujua kama sisi tuna hela pale, Aziz Ki amefunga ndoa ya kifahari pale. Hata Simba mchezaji wa Simba hajawahi kutokea pale. Tangu ligi ianze au tangi mambo ya mechi ianze Tanzania. Safi kabisa, hiyo simple. Sasa Aziz Ki ameoa kwa taifa wa Tanzania wazima wote. Shemeji yenu yule. Ni kumheshimu sana yule. Mkimwona sehemu yote kumfagilia uwanja. Aziz Ki ameshakuwa shemeji yetu. Amemuoa na Hamisa Mobeto. Safi simple. Sasa unaona kilele chenu tumewafunga midomo. Nitagosi zenu hapo. Haelewi kazi ngumu. Wasogea. Leo nimeenda kanisani nimeenda kusali. Nimeombea watu kama watano. Kitu cha kwanza nilichoombea kitu kimoja. Kwanza nimeombea mimi nafsi yangu. Mwenyezi Mungu anitangulize niwe na afya nzuri niweze kufanya kazi. Mtu wapi ndio muombea? Nimeombea mama yangu mzazi. Kwa kunizaa mimi tutu mkali kishenzi. Kunizaa mimi, Mwenyezi Mungu amtangulie. Mtu wapi ndio muombea baba yangu mzazi. Mwenyezi Mungu amtangulie. Safi kabisa, awe simple. Mtu wa tatu mimi nimemuombea mke wangu anayenizalia mtoto, anayesababisha sasa hivi anaitwa baba fulani. Amana sasa ni watu watatu, mimi ni mtu wanne. Nimemuombea mke wangu anayenizalia mtoto, mimi sasa hivi naitwa baba fulani. Acha hawa senga hawa ambao wanakula hela zetu wanaondoka hao. Umeona sasa? Ukimwambia tuzae azai, ana misindano ameshaweka hapa, anatumia minjiti yake, sio anaita minjiti makombora kama ya Vietnam. Kwa nimeombea watu ambao wa muhimu sana ambao sasa hivi wananipa heshima sana mitaani nikipita. Safi, simple anayekuzalia na bila mheshimu sana. Mpigie sauti anayekuzalia. Acha na wengine ambao hajakuzalia wewe, sio uwezo kumpa heshima kivile. Ila ambaye amekuzalia unampa respect. Safi, hakuna boss. Hivi kabisa unakutata mwanamke anamshauri mtoto wake wa kike, eti bwana usije kampenda mtu fulani anavyoonekana mtandaoni, aeleweki, mjinga sui nini. Sasa wewe mama unayemzuia, yani tuseme kama mama mkwe au mama unamzuia kama asipende mtoto fulani, kisa anavyomwona mtandaoni yuko hoi, yuko ovyo mtaani. Wewe unajua sasa unayemkatalia, unakuta wewe ni mume wake wa muhimu. Wewe unamchagulia mwanaume. Anakuja kukutana na muuni, amevaa suruali huku, ameweka karata mle ndani zimetuna. Yeye anasema kumbe ndipotea muda mrefu. Anakuja kumuona kama ndio wa mtu wa muhimu, anamjaza mimba, anakuletea nyumbani. Anakuletea nyumbani, unaanza kulea wewe. Kumbe mtu wa muhimu yule bali kwa naye pale, anamsamini, wanapendana sana, wewe unaita mdomo sana, unaingilia kati. Acha mapenzi ya watu ambao yakuhusu. Umeelewa? Wewe kama umeshaolewa, umeshakuwa, kaza acha hata watoto wako waolewe na wenyewe. Wajenge familia. Mdomo ambao kuhusu unasababisha mpaka mtoto wako anaachana mtu sahihi ambaye amempenda yeye. Acha mdomo. Wewe utakufa, mtoto wako utamwacha. Unamwacha kwenye mazingira gani? Safi, unabidi ubadilike. Wanasemaga kwamba ukikutana mpenzi ambaye anakupa mapenzi ya dhati, mapenzi mazuri mpaka wewe mwenyewe unaridhika, yani mtu analamba mpaka na wewe unafanyaje, unachanganyikiwa vizuri. Ni kama Simba jana. Metoka Hamsa Simba draw. Sasa kwa mpira unaocheza au mkutane na Yanga tarehe 8 tunawaacha nyinyi. Mnapigwa kama mvua, kama ngoma za nani za shule. Bao 8 na kupanda juu.
safi kabisa. Mtasumbua sana mtaani kwamba Simba nyewe mnaweza nyewe. Sasa mmetoka draw na Azam. Sasa ngoja mimi mkutane na kibuti kutoka kwa Yanga pale. Pigwa kama vile unapiga mwizi. Kisema kweli Simba mnajua kulamba vizuri. Na mtu ambaye ana mapenzi zake ni yule ambaye anajua kulamba vizuri na mapenzi zake. Hata ukikutana naye ana shida ya shilingi 10,000 unaweza kumsaidia. Achana na mtu ambaye anakupa mapenzi ambayo uliziki. Hata ukikutana naye unatamani upitie kule pembeni. Kisema kweli Simba melamba nusu kwa nusu na Azam. Safi, sasa mkutane na sisi tarehe 8 tunawanyoosha vizuri. Na mwe mna adabu kweli. Yaani kwa mpira ule ndio kuja kucheza na Yanga.